mkono wa mtu. Oh, mkono wa mtu. Habari shemeji? Salama za utokapo? Nitokapo salama, lakini sio salama. Kwa nini? Na Iwani uliniagiza. Ndiyo. Na kweli nilitimiza kile ulichoniagiza. Nilienda kwa blaza, nikaja nikamwelekeza kila kitu kuhusu wewe kama ulivyoniagiza, na kiukweli majibu yaliyotoka au alioniambia sio kama vile tulivyotegemea, kwamba amesema hataki tena mahusiano na wewe. Nini? Hajanielewa. Unamaanisha nini? Yaani unataka kusema Mbega kwa hiyo anitaki tena? Inaweza ikawezekana, kwa sababu nimejitahidi sana kumwelekeza kadri ya uwezo wangu, lakini bado ameshindwa kunielewa kabisa. Hey. Huku ni msituni. Sio vema tukiwa natembea wakati umenuna. Mwanzo mgumu. Shemeji, huo ndo msaada wako? Ulisema utafanya juu chini, Mbega atanielewa. Kwa shemeji, shemeji, unajua fika mimi ninavyompenda Mbega, na mimi bila Mbega si chochote. Bado siwezi, yani siwezi shemeji, naomba yani Na imani siku moja atarudi katika hali yake ya zamani na mtaendelea na mahusiano yenu. Umenielewa shemeji? Nimechoka kuvumilia shemeji, nimechoka. Yani sijui nikwambie nini. Laiti ungelijua usingekuwa unanifanyia hivi. Alafu shemeji, mimi naona nikuache hapa, maana naona muda wote hapa bibi yako anaweza karudi, alafu bibi yako mwenyewe unamjua. Mbona mapema sana shemeji? Wewe acha tu nikuache nikaendelee na mambo mengine. Sawa, karibu tena. Asante. Sawa. Mungu Baba tusaidie, hii dunia inatuelemea. Ona kijana yule kilema, tunaamini sio kazi yako. Bibi Titi, nimekuja hapa bibi yangu. Mimi kijana wako nimekosea. Mimi kama mjukuu wako. Nitoke siku ile pale tukutane. Huko kupo flat bibi yangu. Nimekuja hapa na kuomba, nipo chini ya miguu yako bibi yangu. Naomba nirudishie tu zile ngengele zangu. Kizibo ndugu yangu, mimi na wazo. Wazo gani ndugu yangu? Wazo langu ni kwa ajili ya kusaidia familia yako. Ninachomaanisha, wewe na mimi tushirikiane, twende kwenye mlima wa mawe, tukaombe mizimu na tusaidie familia yako. Sasa ndugu yangu, kwenye milima ya mawe sisi tunatoboa kweli na umbali ule uko bugule? Ndugu yangu, kikubwa imani. Mimi na wewe tukishirikiana, alafu sisi wanaume ujue, mimi na wewe tukishirikiana tunafeli wapi? Au wewe unafurahi sana ukiona mama pamoja na dada yako akiwa kwenye alie? Na mwenyewe nilikuwa nawaza sana nafikaje katika hiyo milima
na ikiwa uko njiani wenyewe wanasema kuna vitu vya ajabu, panatisha, support nilikuwa nahitaji sana. Kwa kuwa wewe ndugu yangu umeamua kunisupport kushirikiana na mimi, sio swala. Bibi yangu, nipo chini ya miguu yako na kuomba bibi yangu. Unasema uko chini ya miguu yangu? Mimi najua nilikosea bibi yangu, ndio maana nimetoka huko. Nimekuja kuomba msamaha. Ulimtesa sana mjukuu wangu. Kama ulimtesa, hii ndiyo adhabu inastahili kwako. Wewe nisamehe tu, mimi mjukuu wako nimekosea bibi yangu. Sasa unasema unataka nikusamehe? Hai, nakusamehe. Mbona kibusha tena bibi? Hiyo ndio unastahili hiyo. Sasa umenisamehe, umeniongezea hapo bibi. Hiyo ndio size yako hiyo. Toka! Toka! Bibi Titi huyo. 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 Mkono wa mtu. Mkono wa mtu. Na nikushukuru sana ndugu yangu. Tukisema tupoteze muda bila kuchangamka, ili swala atutoboi ndugu yangu. Nachokusii, usije ukapoteza muda wala ukamwambia mtu yoyote. Hii ni siri yako wewe na mimi. Sawa Kizibo? Haina shida. Maneno mengi njaa. Kajiandae. Tujue tunafanyaje. Ndugu yangu, yani sijui nisemaje. Support nilikuwa nahitaji muda mrefu sana yani. Nilikuwa nashindwa. Ndugu yangu nikushukuru sana. Basi hamna noma ndugu yangu. Tufanye hivi. Kweli tusipoteze muda, inabidi tuende. Nikushukuru sana ndugu yangu. Mungu Baba tusaidie. Hii dunia inatuelemea. Ona kijana yule kilema. Tunaamini sio kazi yako. Hapa kuna mkono umehusika. Mungu Baba tusaidie. Asante shoga yangu za hapa. Hapa salama, habari za nyumbani? Salama za siku. Safi, naona umeadimika. Nipo shoga yangu, wewe ndo umeadimika. Haya niambie, nimekuleta lipi tena? Maana kwangu ukija kwangu una jambo. Vipi shoga yangu, kuna vimbaza hapa kidogo? Wewe na ushaanza. Ukija kwangu una jambo nimekuleta. Na nilijua, yaani wewe kwangu hujagi bila visababu vyako. Vimboga mboga mali utembele, sio leo umeanza na mbazi. Shoga yangu maisha nyumbani kwangu mwenyewe si unayajua, lakini shoga yangu kuna habari nazisikia mtaani. Kwamba mumeo amehusika na mauaji ya Kiazi. Mauaji ya Kiazi? Mume wangu mimi? Mume wako wewe. Hicho kitu hakiwezekani. Na ndio maana nikaamua nitoke huko, nikaona si vema na mimi kukaa kwanza kuungana nao, nimeamua bora nikufikishie wewe shoga yangu, maana mwenyewe nimeona nikikaa linaniuma.
Kweli hapana. Yaani watu wa kijiji sijui wana shida gani. Wewe unavyoona mwenyekiti huyu anaweza kuhusika kwenda na mauaji ya wananchi wake. Basi sawa tuyaache. Vipi shogangu natembea nao? Lipo. Nitaka nishangae. Yaani wewe leo usikulete habari hizo tu uondoke bila mboga. Sasa sikiliza nikwambie. Sawa. Twende tukachume ile tembele. Lakini leo shogangu uondoke na mbegu. Ndugu wangu tusaidiane. Chako changu changu chako. Kwani shida iko wapi? Na ujifunze mtoto wa kike bwana. Sawa. Vipi? Wewe, hebu naomba nipumzike kwani. Mwanzo nimechoka bwana nitembeza wewe kutwa nzima. Aha. Okay, kaa. Njaa inakuuma au umechoka? Nimechoka. Mama Kiazi, wewe umekula hasara na mimi nimekula hasara. Kwa hiyo sasa, katika wale watoto watatu, tunaanza na huyu mmoja wapo. Kwa hiyo usishangae. Umesikia? Sawa mkuu, nimekuelewa. Na kumbe tupo pamoja. Nimekuaminia sana. Lakini mkuu, usitoka alisi mikoba yako. Hapana, kwa sababu huyu amenisumbua sana. Kwa sasa, huyu wache tumle nyama. Nikutolee muogo. Kula muogo, umeshiba haya? Sina shida ya muogo wako. Okay, sawa. Utakuja kukumbuka au baadaye? Kwanza nenda sitakuongozana na wewe. Aha. Kwa hiyo kuna mwingine tushamtafuta, usijali. Zaidi ya huyu? Ndiyo. Tupo pamoja mkuu. Yupo hapa kijijini hapa. Hakuna shida. Nyama hii tuiache ivunde. Kesho kutwa tunaipika. Tuile iwe tamu zaidi.